Hi, what's up guys? Karibu tena kwenye tutorial yetu ya pili kwenye series hii ya Introduction to Java GUI Programming in Kiswahili. Leo tutaangalia JOption Pen dialog box na leo tutaangalia JOption Pen dialog box aina mbili. Ya kwanza tutaangalia ni message dialog, lakini ya pili tutaangalia ni input dialog. Kwa bila kupoteza muda, hebu tuangalie ni namna gani tunaweza kuzimplement hizi kwenye kodi. Kwa wale ambao tunatumia NetBeans au kama utakuwa unatumia IDE yoyote ile, it's okay, lakini mimi natumia NetBeans kwa leo na nitakuwa naitumia hii. Utatengeneza package yako kama kawaida, nafikiria hiyo sio mgeni sana. Mimi nimetengeneza package yangu ya Tehama Academy Java GUI, kwa mimi series zangu nitakuwa naziweka humu. Okay, utatengeneza utatengeneza Java class ambao utaita jina utakalopenda mwenyewe, lakini sisi kwa ajili ya kujifunza tutaziita Tehama Academy. Tutaandika GUI option pen. Isikupe shida sana hii. Utaandika jina lolote ambalo unaona ni rahisi. Hii nimeandika tu just because I want it to be clear that this is what we are doing. Kwa kitu cha kwanza ambacho utakifanya, utaimport ile library ambayo tulikuambia kwamba inaitwa javax.swing.joptionpen. Kwa okay, kitakachofuata hapa tutatengeneza main method ambao ni public static void main ambao inachukua parameters za string arguments. Tukaja hapa. Kwa baada ya pale sasa kama unataka kutengeneza message dialog box, wewe unaelewa tu hii inaitwa message dialog box. Kwa hiyo wewe utaandika tu ni JOption pen dot show message dialog null, alafu tukasema hello, welcome to Tehama Academy. Baada ya hapo tutakuwa hatuna arguments zingine kwa sasa, tutaacha hiyo. Kwa tutasema hello there, welcome to Tehama Academy. Tukirun hii file tuangalie inafanya nini, tutakuta hello, welcome to Tehama Academy. Kwa tukiangalia hii, basically tulichokifanya ni kwamba tumechukua hii class JOption pen, tumechukua method ambayo inaitwa show dialog, ambao ile show dialog ile dialog itakuwa inaonekana kwenye position na hii null hapa inamaanisha kwamba hii ni position ya ile message itakaa wapi. Tukisema null itakuwa inamaanisha kwamba hakuna itakuwa inachukua center relative to the parent object ama parent window ambayo iko nyuma yake. Kwa hiyo hii ina maana tutachukua tu size ya screen hapa, kwa itakuwa inaonyesha katikati ya screen. Lakini hii hapa ni ujumbe ambao utakuwa unaonekana kwenye screen yako. Kwa hiyo tukirun tunaweza kuona kwamba imesema hello, welcome to Tehama Academy. Lakini kuna parameters zingine unaweza kaamua kubadilisha. Unaweza kaamua hii ikawa ni warning sign, ikawa error, ikawa nini, ujumbe huu kwa vyovyote vile ambavyo unataka. Sasa tuchukulie labda mfano tunataka kutengeneza error message au tunataka kutengeneza warning message. Kwa hiyo tunaweza tukaamua kuja hapa. Kwa hiyo utakachokifanya utabadilisha tu labda ujumbe wako, ukasema wewe. Sawa? Kwa kama ni kitu kama hicho umesema wewe, kwa maana nyingine ni kwamba hiyo itakuwa ni error. Kwa hiyo tunaweza tukaamua kuweka title, sawa? Tukasema kwamba labda hii title yetu hii ni warning message. Labda hapa tuiweke iwe ndefu kidogo, tuseme wewe kijana. Sawa, kama wale wazee wetu wa babu wanavyosemaga. Okay. Lakini hapa itabidi tuseme ni aina gani ya hiyo JOption pen dot error tumesema hii itakuwa ni warning, si ndio? Tusema ni dot warning message. Sawa?
Kwa tukisema hivi ina maana kama tunataka kudefine kitu ambacho kitakuwa na title, lazima tujue pia lazima tupass hizi parameter mbili. Kwa huwezi kuingiza hii moja tu. Hii method ya show message dialog inachukua parameter ngapi? 1, 2, 3, 4. Haiwezi kuchukua parameter 3. Inachukua either 1, 2 au 1, 2, 3, 4. Kwa narudia tena, hii null ni position ya ile message itakaa wapi. Inachofuata hapa inafuata ni ujumbe, kinachofuata hapa kinafuata ni title, lakini kinachofuata hapa kinafuata ni aina ya ujumbe. Kwa mfano kama hiyo ni warning, tukirun hii file tutaona kwamba inasema wewe kijana. That is a warning message. Kama tungetaka kutengeneza message ambayo sio warning, labda tunataka kutengeneza message nyingine, labda error message, hapa tunaweza tukaibadilisha ile title yetu ikawa error message, alafu hapa tukasema labda oya bro umekosea, labda hiyo ni error message. Kwa hapa tutabadilisha, badala ya warning hapa tutabadilisha tu, tutaandika error message. Kwa cha msingi tu cha kufahamu ni kwamba wewe unaweza kuzipitia ukaangalia oya bro umekosea. Kwa ukiangalia hako kanakuwa nika error message. So basically hivyo ndo vitu ambavyo unaweza kujaribu kuvifanya, lakini kwa muda wako jaribu kupitia, zipo aina nyingi. Kwa kitu cha kufahamu tu ni kuandika JOptionPen show message dialog, afu null ni position, hii inayofuata, hii parameter inayofuata hii ni ujumbe unaotaka uonekane pale, lakini kinachofuata hapa ni title, na kile kinachofuata mwisho pale ni aina ya ujumbe ambao unataka uonekane. Sasa twende kwenye nyingine ya pili ambao ni input dialog. Sawa, tutengeneze input dialog. Tusema kwamba input dialog inamruhusu mtumiaji kuweza kuingiza value na akazitumia. Kwa kama vile ambavyo tunafanya ni JOptionPen.show input. Sawa, input dialog. Alafu kama kawaida tutasema null, alafu tutasema labda enter your name. Kwa tukifika pale tunaweza tukatumia hiyo. Kwa tukirun hii hapa tutaona labda ifanya nini? Enter your name. Kwa tumeshapata hii ni aina gani. Kwa pia kwa kutumia zile type of message unaweza kuondoa hizi buttons na kadhalika. So you can go through that and see. So let us do something useful kidogo. Tufanye kitu kidogo ambacho kiko useful. Labda tutengeneze ka program kadogo ambapo mtu anaingiza jina na inamuonyesha jina lake. Kwa tutakachohitaji kukipata lazima tulichukue lile jina. Kwa lile jina tunalistore kama string kwa sababu value inayoingizwa kwenye JOption input dialog ni string by default. Kwa tutatengeneza variable yetu labda string my name, sio? Ambao sasa kwenye hii string my name tutasema my name itakuwa ni sawa sawa na JOptionPen.show input dialog. Sawa? Ambao tulisema position itakuwa null, au tukasema enter your name, sio? Kwa tukisha sema hivyo JOption P natakana iwe ndogo, JOptionPen nimekosea kidogo. Okay, sasa hapa tuna assign hiyo my name, tunaidisplay nje. Hapa tumeichukua jina, lakini sasa tunataka tulidisplay ile jina. Kwa tutasema tu kwamba JOptionPen.show message. Sasa hii itakuwa ni message dialog, ambao position yake tumesema kwamba itakuwa ni null, lakini tuta display nini? Tuta display jina. Lakini sasa tunataka tuseme kwamba labda your name is, alafu hapa string concatenation tunakumbuka tunatumia alama ya jumlisha kuunganisha string. Kwa tukirun hii program hapa tuangalie inafanya nini. Labda enter your name Tehama Academy. Ndio. Tukibonyeza enter tutasema your name is Tehama Academy. Kwa cha msingi ambacho tumekifanya hapa ni nini? Tumedeclare variable my name ambayo ni string, halafu tumeassign ile value ambayo itaingizwa kwenye JOptionPen ambayo ni input dialog. Kwa hiyo kwenye input dialog kitakachokuja
kuwa stored kwenye my name, lakini pia tutakuja kukidisplay kwenye show message dialog box. Sawa. That is one of the program ambayo nilikuwa nimewaza. Lakini ya pili nilikuwa nimewaza tutengeneze program ndogo ambayo itajumlisha namba mbili. Itachukua kutoka kwenye input alafu itazijumlisha, itatoa kwenye output ya dialog. Kwenye program kama hiyo, it is obvious tutahitaji kuwa na first number, si ndio? Tutahitaji kuwa na second number, lakini pia tutahitaji kuwa na sum, si ndio? Kwa maana kwamba first number, namba ya kwanza, namba ya pili na jumla yake. Lakini pia tutahitaji kuwa na string ambayo tutaita input entered string, si ndio? End string. Hii ni ambayo ile value iliyoingizwa kule, kwa sababu hatuwezi kujumlisha moja kwa moja ile value ambayo imeingizwa kwenye input dialog, kwa sababu ile value inakuwa ni string value. Kwa inabidi tutafute namna ambayo tutaibadilisha kutoka kwenye string ile ije iwe integer, ndo tuweze kuijumlisha. Tunaelewa kwamba huwezi kujumlisha a na a, lakini unaweza kujumlisha 1 na 2 au 3 na ngapi. Kwa kubadilisha ile tunatumia special function ambayo inaitwa integer.parseInt. Nadhani wakati kwenye series ya tutorial zile za nyuma za mwanzo kabisa tulijifunza hizi string. Kwa hapa tunachokifanya ni nini? Itabidi tuassign entered string yote sawa na j option pen dot show input dialog, sawa, dot show input dialog. Kama kawaida tutaweka null, lakini hapa tutasema enter labda first number, si ndio? Kwa tukiingiza ile first number hapa, tutakachokifanya sasa itabidi tuiconvert, sawa, tuiconvert ile namba iliyoingizwa kule kwenda kwenye string first, kwenda kwenye integer first number. Kwa hiyo tunasema first number itakuwa sawa sawa na integer dot pass int alafu hii tuna pass int entered string. Kwa hapa tunachokifanya ni nini? Ngoja nibadilishe alafu nitakueleza. Alafu tutarudia tena entered string is equals to j option pen dot show, capital P, j option pen dot show input dialog. Now enter second number. Kwa tunaangalia hapo tena ile input ambayo ni second na entered string ambayo ni second number inabidi tu convert. Kwa tutaiweka kwenye second number is equals to integer dot pass int, tuna pass hiyo entered number. Halafu tutakachokifanya hapa tutaidisplay, tutaikalculate sasa ile sum. Kwa tutasema sum is equals to first number plus second number. Halafu kitakachofuata tutazidisplay hizi namba kwenye string. Kwa tutatumia ile j option pen dot show message dialog, ambayo pia message dialog yetu itakuwa null. Halafu tutaenter the result, tunaweza kuandika the sum is, tukaeka hapa, tukaeka ile sum yetu hapa. Kwa tukasema plus sum, lakini tunaweza tukaamua kuweka title, tukasema sum, ndio result, lakini pia tukaendelea kutumia ule ujuzi tuliopata pale j option pen dot hiyo tukaita labda information message, si ndio? Tukaita information message. Kwa hiyo tunaweza tukatumia hivyo hapo. Kwa basically hapa option pen, kwa basically hapa tunachokuwa tumekifanya ni kwamba tumetengeneza variable first number, second number na sum, lakini pia tumetengeneza variable inaitwa entered string, ambayo hii entered string itatusaidia sisi kuchukua value ambayo imeingizwa kutoka kwenye input dialog. Kwa mara ya kwanza entered string tumeweka ichukue ile value ambayo imeingizwa kwenye input dialog
wakati tunasema ingizwe first number. Halafu tulichokifanya hapa tulikuja tukaiconvert. Sawa? Tulichokifanya hapa tumeconvert ile entered string kwenda kwenye integer. Ndio maana tumetumia hii function ambayo inaitwa integer.parseInt. Kwa tumeiassign hapa. Kwa ile equivalent value yake tumeiweka hapa. Lakini pia tumeingiza tena string nyingine kwenye input dialog, alafu ile string tumeichukua tumeiassign kwenye second number baada ya kuiconvert. Kwa kilichofuata baada ya hapo tumejumlisha, ambapo tumesema kwamba sum imekuwa ni sawa na first number iliyoingizwa kule juu na second number iliyoingizwa kwenye mara ya pili. Kwa baada ya pale tumekuja kwenye JOptionPen.show message dialog kwa ajili ya kuidisplay. Kwa hapa hii ni position, tumekuja hapa jibu lake ni nini, lakini hapa tumeweka title, alafu hii tumesema ni aina gani ya message ambayo tunataka tuone. Kwa tukirun hii file hapa tunaweza tukaona enter first number labda 32, enter second number labda 18, alafu tukajua kwamba the sum is hiyo hapo. Kwa title yetu tumepata ni sum result, lakini hii ni information na the sum is 50. Kwa kama hujaelewa, jaribu kufanya mazoezi, utaelewa tu kuwa tu fanya mazoezi. Uzuri wa programming ni kufanya mazoezi.